Rais wa mpito wa Burkina Faso, Kapteni Ibrahim Traore, awahimiza wafuasi wa asili ya Afrika kulinda hadhi ya watu weusi duniani kote, kutokudhihirisha kwamba wao ni dhaifu, kwani wao ni bora zaidi kuliko hata wale wenye ngozi nyeupe, kwa maana kwamba watu wa Ulaya, lakini Afrika ni miongoni mwa watu bora zaidi. Karibu sana katika chaneli yako bora ya Vora News. Kama ni mara ya kwanza kutazama chaneli yetu, basi bonyeza neno subscribe ili mradi wa kwanza kupata taarifa zetu, yani breaking news, story mbalimbali, makala na historia zote ambazo zinatokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Subscribe YouTube chaneli yetu @Vora News. Karibu. Miongoni mwa tukio ambalo limeteka hisia za watu wengi zaidi duniani kote, kwa sababu Kapteni Ibrahim Traore ni miongoni mwa rais ambao wanaangaliwa na kutazamiwa duniani kote, ni lile lilomhusisha Kapteni Ibrahim Traore, rais wa mpito wa Burkina Faso, mara baada ya kuungana na takriban wafuasi 700 wa asili ya Afrika waliokuja kutoka Afrika Magharibi, Amerika, Ulaya na Karibia katika sherehe ya Welcome Home, yani karibu nyumbani, iliyofanyika Ouagadougou huko Burkina Faso. Tukio hilo linalolenga kuunganisha na kusherehekea uhusiano wa kimataifa, huko mjadala mkubwa ni kuhusiana na watu weusi, tukiendelea kulinda tamaduni na kile ambacho kinazungumzwa kwamba ni miongoni mwa sheria kubwa zaidi katika taifa zima la Burkina Faso pamoja na ulimwengu kwa ujumla. Tukio hili la kuwakutanisha watu wote wa Afrika na wenye asili ya Afrika kutokea mataifa mbalimbali lilifanyika pale Ouagadougou, Burkina Faso. Tukio hili lilenga kuunganisha na kusherehekea uhusiano wa kimataifa wa watu weusi, limeangazia umuhimu wa kulinda heshima na hadhi ya watu wa rangi moja duniani kote. Rais wa mpito wa Burkina Faso, Kapteni Ibrahim Traore, alisisitiza na kuwaambia wale wote wenye rangi nyeusi kuwa mapambano ya Burkina Faso yanatambulika sio tu kama mapambano ya taifa hilo pekee, bali kama harakati za kiafrika na kimataifa dhidi ya ukoloni wa kisasa na ukandamizaji wa kiasili, huku ikilenga kutazamiwa na dunia nzima, pamoja na kuzungumza kwa kina zaidi kwa kile ambacho kinazungumzwa na mataifa mengine ya Ulaya, lakini bado Afrika itabakia kuwa juu zaidi na rangi nyeusi itaonekana kuwa bora zaidi. Kapteni Ibrahim Traore alizungumza na aliweza kunukuliwa akisema kuwa sisi hatupigani kwa Burkina Faso peke yake, lakini tunapigana kwa Afrika nzima kiujumla, kwa maana kwamba maslahi yote yanayopatikana Burkina Faso sio kwa Burkina Faso peke yake, bali ni kwa taifa zima la Burkina Faso pamoja na Afrika nzima na watu wote wenye rangi nyeusi. Kapteni aliendelea kusema, tunapigania ubinadamu wa watu weusi, hadhi ya Afrika na ustawi wa watu wenye usalama wa kweli kweli katika taifa la Burkina Faso pamoja na Afrika kiujumla, alisema rais wa mpito wa Burkina Faso, Kapteni Ibrahim Traore. Kapteni Ibrahim Traore huyu ni kiongozi wa kijeshi, alieleza kuwa mapambano ya Burkina Faso ni uendelevu yanayolenga kuleta uhuru wa kweli wa kiasili wa watu weusi duniani kote, huku alihimiza kuwa wafuasi wa asili ya Afrika pamoja na watu wote wanaopenda uhuru kushirikiana kwa pamoja kuweza kupinga ukoloni wa kisasa na kuimarisha mshikamano wa kiafrika kutokana na kile kinachosema kwamba ukoloni mambo leo. Kapteni Ibrahim Traore alieleza harakati za taifa lake kama juhudi za uhuru wa kweli na jumla ya ubinadamu wa watu weusi duniani kote, huku akisisitiza kuwa umuhimu wa mshikamano wa kidiplomasia wa Kiafrika inabidi uweze kuzingatiwa mara moja. Kapteni Ibrahim Traore aliweza kuzungumza mbele ya kikundi cha watu chenye asili ya Kiafrika, huku balozi 700 wa Burkina Faso. Traore alizungumzia kwa kina zaidi kuhusiana na watu kuingia katika taifa hilo, huku akieleza kurahisisha makazi yao katika taifa la Burkina Faso. Alizungumza akisema kuwa kuhusu kadi ya makazi ya kudumu katika taifa la Burkina Faso, tumeamua kuondoa kigezo cha kifedha kilichokuwa kikihitajika awali, alisema Kapteni Ibrahim Traore. Aliongezeka kwa kusema kuwa hatua hii inarahisisha uwezekano wa wafuasi wa asili ya Afrika kuhamia Burkina Faso moja kwa moja bila vikwazo vya kifedha vilivyokuwa vinawekwa mwanzoni, na kupinga wale wote wenye bei ndogo zaidi ya fedha kwa ajili ya kupata visa kuingia katika taifa la Burkina Faso chini ya uongozi wa rais wa mpito Kapteni Ibrahim Traore. Aidha, Kapteni Ibrahim Traore alibainisha fursa za uwekezaji katika sekta muhimu za kitaifa, akiahidi kushirikiana na kuunga mkono wawekezaji ambao wanataka kuchangia katika maendeleo ya Burkina Faso, huku akisema kwamba mpango huu unalenga kuimarisha uchumi wa kuunda ajira na kukuza mshikamano wa kiuchumi na diaspora ya Kiafrika kwa watu wote kiujumla.
Akizungumza kwa niaba ya kikundi hicho katika mataifa mbalimbali, Da Arikana Chihombori akizungumza kwa niaba ya kikundi hicho alipongeza hatua hii ya kihistoria aliyoifanya rais wa mpito wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore na kuona kama ni kiongozi wa kwanza wa kisasa wa taifa lolote anayetoa mwito rasmi wa kurudi kwenye asili yao, yani return to roots, ama rudi nyumbani, kwa kuzungumza kwa kile ambacho kinaendelea na kile ambacho kinatafsirika kwa taifa zingine kuhusiana na rangi nyeusi. Kwa watu wa asili ya Afrika, inaeleza kuwa juhudi hizi ambazo anazifanya Kapteni Ibrahim Traore ni chachu kubwa zaidi ya mshikamano wa kiutamaduni, kiuchumi na kisiasa kwa watu wa Afrika na duniani kote kiujumla. Tukio la Kapteni Ibrahim Traore lilitokeza katika muktadha wa harakati za Burkina Faso na za kisiasa nchini, huku Traore akisema kwamba kila kitu kitakuwa sawa na ambaye ameweza kuongoza madaraka tangu mwaka 2022 mara baada ya kuweza kufanya mapinduzi katika taifa la Burkina Faso. Kapteni Ibrahim Traore, ingawa serikali yake ya kijeshi imekuwa ikikabiliwa na changamoto za kisiasa na usalama, sherehe hii inaashiria mwelekeo wake wa kulinda hadhi ya watu weusi na kuimarisha mshikamano wa kiasili wa diaspora katika mataifa yote duniani, katika kile kinachozungumzwa kuwa ni asili ya rangi nyeusi, kwa maana kwamba Waafrika wote katika mataifa yote duniani. Kwa wengi, hatua hii ni ishara ya kihistoria na kipekee kabisa aliyoweza kuifanya rais wa mpito wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore kama kituo cha mashikamano na kia Afrika kwa ujumla, kuhamasisha kuwa wafuasi wa asili ya Afrika kote duniani kushirikiana kulinda heshima, hadhi na maendeleo ya watu weusi duniani kote. Kama ni mara kwa kwanza kutazama channel yetu ya Vora News, basi bonyeza neno subscribe chini ya video hii ili mradi wa kwanza kupata taarifa zetu ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, story mbalimbali, makala pamoja na taarifa zinazotufikia hivi punde, yani breaking news, utazipata hapa moja kwa moja. Subscribe YouTube channel yetu @Vora News. Asante.